Samari tani ngoro kwa de nompole. Nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane. Indo saji de nompole amaterane na arororo. Nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengia mawakora. Nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro. Asengin choyo promote abateli. Nyasawe meganda Global Radio. Yeganko nigafamu. Nimbwate chingo kongonia, nimbwate ebichuche byo kutuga as from matukuchinta matuka aliyo tagete yakogera abantu bande bagotebanga aliyeli tukelima ko bwo chibyakwa nabo chakara na akole ko bya vaccination byonsi nabongo konelia gusenko aneli chiche ise chikobeka amagena gusenko aneli chigo chikolia chitwani njirororo nabongo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabongo konelia byonsi etwani enene 1500 Nengo ko ingiye biye ke bwato gechire 700 to 800 but it's negotiable. Ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631. Nande nosa ko Google kanya ko town yo Google ko nigafamu ke ko kalenta bakageita bone. Karibu. Kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amubogani asora nyoro bokorari gwekerengo keigoro ase rigori rike bono bwabatiboyo abuga hotel ne rori chiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase epare kurwa Kisii kogenda Nyamira asora rochimita chiminye kwa asensemo. Basi, good morning mala popote ulipo, jinsi ambavyo nilikuwa nimekuahidi kikosi cha wana magazetini kiko pale ngangari kabisa kukuletea ile ambayo imeangaziwa kwenye magazeti ya The Standard pamoja na gazeti la Taifa Leo. Habari ya asubuhi, good morning. Morning wase. Natumai kwamba umewapata, mmeamka vipi? Ni yapi ambayo leo umewaandalia wana magazetini ama wana AGRFM kwenye magazeti? Kuna mengi zaidi, haswa leo tunaenda kuangalia kwenye ulingo wa siasa. Kuna wale NASA principals wale walikuwa vigogo. Unajua ni wanne. Ni kama wanaandika barua akisema kwamba wao wanajitoa kwenye mlengo huo wa NASA. Unajua kuna ile ilisema kwamba NASA wakija pamoja pengine mmoja wao atakuwa supported. Lakini kama sasa hivi kila mtu anasema haiwezekani. Lakini kwa upande wangu huku naona najua kinara wa chama cha ODM Raila Odinga na pia naibu rais William Samoei Ruto wamekuwa wakirushiana cheche, kila mmoja akitaja mwingine kama mfisadi. Raila alisema kwamba yeye akiwa pale ama wakati alikuwa waziri mkuu alionyesha njia njema ya kuwapiga marufuku wale watu ama wale wanasema ambao ni marufuku. Mmoja wao mwenye alipiga marufuku ni kama naibu rais William Samoei Ruto. Tena amesema kwamba akiingia pale mamlakani akiwa rais wote wataozea jela. Lakini unajua hakutaja majina. Hakutaja, lakini sasa unajua Raila akiongea automatically anamuongelelea Ruto. Na Ruto akisema automatically ni Raila. Hivyo kuna yale ambao ni madai ambao wamekuwa wakidaiwa kwamba ni wafisadi. Wote ni wafisadi. Upande wako tu kwa maoni yako, pengine ukiangazia vizuri, nasema Ruto amekuwa rais. Uko very sure hata fanya lolote lile kwa Raila pengine. Unajua sasa wanatishiana. Unajua hao ni wanasiasa. Na wanasiasa wanasema kwamba siasa ni mchezo ambao si mzuri. Naelewa. Wanasiasa hii ni siasa tu wanapiga. Na inasema kwamba Raila amekuwa rais pale. Amuite wafanye kazi na Ruto. Naelewa upande. Naongelea unajua, Raila anasema kwamba if they become in charge, watahakikisha wamejail all those corrupt people in Jubilee, si ndio? Na ikiwa ana uhakika atafanya hivyo, na huyu sasa ameamini lekiko hivi itakufanyika hivi, yeye akiwa rais atafanyaje? Sijui. Jambo mpenzi mtazamaji, na karibu tena gazeti la Kongo. Hapa ni The Standard, nite Edwin Mokaya. Nikiwa na gazeti la Taifa Leo, Videls Moshoge. Pengine nitaanza kwa kuangazia yale yaliyomo kwenye ukurasa huu wa kwanza. Tunaenda kuangalia hapo ndani ya barua ambayo wana NASA waliweza kumwandikia kinara wa ODM Raila Odinga. Pengine wana ule mpango wa kutoka kwenye hiyo coalition. Wakasema kwamba kidogo wanaenda kukazia, wataenda kotini ili waweze kuangazia kwanza zile fedha za ile chama zilienda wapi. Wanasema kwamba they'll threaten court action over political party funds used as their nails to Raila draw a blank. Ndo
taarifa kuu yenye imeangaziwa kwenye gazeti hili la Taifa Leo. Vile vile kwenye ukurasa wa 8 hiyo ya Raila na wenzake tutaisoma kwenye ukurasa wa 6. Vile vile ukurasa wa 8 hapa tunaangazia kuna huyu gavana ni gavana wa Migori. Unajua kuna wakati mwingine alitamba zaidi mitandaoni. Wengine wanamuita Sharon. Sasa kisa chake na Sharon kidogo kiliweza kuleta kitasikilizwa siku ya Jumatatu na COVID-19 protocols vile vile lazima zifuatwe. Unajua hii ilileta shida mpaka chuo kikuu cha Rongo. Ukiona yeyote tu mwanafunzi bora ni wa Rongo na muita tu Sharon. Nakumbuka wakati tulikuwa tunaenda hatua nikiwa pale, tulikuwa kwa gari, unapita tu watu wakiona gari limeandikwa kama basi limeandikwa Rongo University na unasikia bado najua inaitwa sponsor, wanaitwa sponsors sawa. Ukurasa wa 4 hapa tunaenda kuangazia kifo cha mwanapolisi mmoja ambao waliweza kuuana na wenzake kutokana na mapenzi. Walikuwa wanapigania mapenzi. Vile vile kuna ukurasa wa 5 tunaenda kuangazia mbona Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kusitisha ama aliweza kucancel ile ukampani tour. Alikuwa na plan, alikuwa na mpango wa kutembea pale Ukambani, lakini sasa hivi everything has been cancelled. Vile vile ukurasa wa 33 na kuangalia the Pope is alert after surgery, aliweza kufanywa upasuaji. Kwa hivyo hayo tunaenda kuyaangazia ukurasa wa 33. Ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa kwanza. Gazeti ni la The Standard. Katika ukurasa huu naona kuna vigogo wawili ambao wanasema kwamba farasi ni wawili, wengine wote ni punda. Ndio wanasema. Kuna naibu rais William Samoei Ruto ambaye amevalia kofia ambayo imeandikwa kama Hustler. Na kuna kinara wa chama cha ODM ambaye amesema kwamba kofia yake imeandikwa handshake. Adopt pia. Wanasema ni nani safi? Ni nani ambaye ni safi? Kuna mwanasiasa safi kweli? Kunao. Mfano, nipe mfano. Kunao Al-Hassan Joho. Ni msafi, ni safi kweli. Umesikia akiwa kwa kashfa yoyote? Umemsikia kokote kule? Ni kama hujakuwa kwenye ulingo wa siasa hapa. Naangazia siasa sana. Mimi ni mwanasiasa mwingine. Umesikia Al-Hassan Joho akiwa popote pale? Sisi yazungumza hapa nipate. Hamna. Katika ukurasa huu wa mbele kuna vigogo wawili wanasema kwamba kuna madai kwamba wote wamehusika katika madai ya ufisadi. Kuna wanasema kwamba Ruto amekuwa akinyakua ardhi za shamba. Anasema kwamba ametajwa katika sakata ya mabwawa Aral na Kimwarel, na pia amekuwa kuna shamba la shule ya Lang'ata ambalo amekuwa akihusishwa nalo. Na Raila amesema kwamba wamekuwa akidaiwa kuhusika katika sakata ya kazi kwa vijana wakati alikuwa waziri mkuu. Analitajwa kwenye kashfa ya uagizaji wa mahindi wakati alikuwa waziri mkuu, na wanasema kwamba alidaiwa kuitisha hongo kutoka kwa mmiliki wa shamba la Dominion Siaya County. Hayo tutaangazia ndani zaidi. Kuna huo ni ukurasa wa pili. Ukurasa wa 11 hadi 14 wanasema kwamba ni kuhusu kero la plastiki. Katika ukurasa wa 16 ni sporti, na katika naona tu ni kama hizo tu ndio taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Taifa Leo. Na mlingeamo angazia ukurasa wa 2 na 3 gazeti la Taifa Leo. Wakati naingia ukurasa wa pili katika gazeti hili la Taifa Leo, wanasema kwamba kuna yule mmoja ambaye alikuwa ameteuliwa siku chache tu zimepita kuwa mkuu ama kwa mkurugenzi mkuu wa KPA. Kumbuka kwamba KPA kuna yule Maduku ambaye amekuwa akiwa na kashfa mbalimbali za ufisadi. Sasa kuna huyu jamaa ambaye anajulikana kama Bwana John Mwangemi. Wanasema kwamba baadhi ya wanaharakati wameweza kupinga uteuzi wake. Huo ni ukurasa wa pili. Ukurasa wa 3 wanawazungumzia vigogo wawili ambaye ni naibu rais William Samoei Ruto na kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Hawa wawili wamekuwa wakirushiana cheche za maneno, wengine wakidaiwa kwamba Raila ni mmoja ambaye amekuwa akihusika na ufisadi, ilhali anasema kwamba akiingia mamlakani atakuwa anawashika ama anawaweka pale jela wala ambao ni wafisadi nchini, wala wanasiasa ambao ni wafisadi. Kuna matetezi mbalimbali wamesema kwamba wale wa ndani wa naibu rais William Samoei Ruto wote wamekuwa wakihusishwa na kashfa za ufisadi, na wale ambao ni watangatanga wamekuwa wakimlaumu
waziri mkuu wa zamani kwamba amekuwa akihusika kuwa mfisadi. Kuna yale ambayo wamehusishwa nayo, nimeyasoma huku. Wamesema kwamba naibu rais William Samoei Ruto amekuwa akihusika na madai ya unyakuzi wa ardhi, amekuwa akihusika na mabwawa kama Aral na Kimwarel ambayo zilichukua bilioni 20, na pia amekuwa akihusika na kunyakua shamba la shule ya Lang'ata pale ambapo kuna Western Hotel ambayo ni hoteli yake. Na kinara wa chama cha ODM wanasema kwamba kuna hongo ambaye aliitisha na kampuni ya mashamba ya Dominion. Alidaiwa kuwa na kashfa ya uigizaji wa mahindi wakati alikuwa waziri mkuu, na pia wanasema kwamba kuna sakata ya kazi kwa vijana wakati alikuwa waziri mkuu aliweza kuhusishwa nayo. Sasa hivyo ni kama viongozi hao wawili, hamna yule ambaye ni safi. Sijui, siwezi sema, siwezi zungumza. Sababu wote ni kama wamedaiwa kuwa na, lakini ni kama upande wa Ruto unamwegemea sana. Nakujua. Sisi unanijua. Unajua haya wanayoyazungumzia. Kama haya nimeshangaa kwamba kinara wa chama cha ODM amehusika na haya. Nimeshangaa kwa sababu sijaiyasikia pale. Sijaiyasikia pale. Kuna masuala mangapi mwanzo? Ni matatu. Wote wamewekewa tu matatu. Lakini najua hii ya kasi kwa vijana si kwa isikia. Yenye nina ufahamu kidogo ni ya hii ya Dominion ambaye kuna mmiliki mmoja ambaye anafanya kampuni ya kuuza na kununua mashamba. Wanasema kwamba alikuwa anafadhili chama cha ODM pale mwanzoni wakati Raila alikuwa anaombea mwaka wa 2013. Alikuwa anafadhili, sasa akajitoa pale kufadhili hicho chama. Sasa Raila alimwambia kwamba kama hatatoa shilingi milioni 200 atamtoa pale Siaya. Basi wote wana makosa, ni matatu. Wote si safi. Lakini najua Kimwarel na Aral hizo ulisikia kwamba zilikuwa real. Ulisikia. Hauna uhakika yalikuwa. Alishtakiwa? Naam, alishtakiwa. Ilikuwa ni mashtaka tu. Unajua mtu akishtakiwa kama hajakuwa confirmed kwa alifanya kitendo hicho, bado tunasema ni suspect. Hayo ni maoni yangu. Mzozo na siasa ya Zua Siara ukambani. Kumbuka kwamba kuna ule mpango ambao rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amepangia kwamba tarehe 28, tarehe 29 mwezi ambao ulipita alikuwa atembelee pale Ukambani ili aweze kufanya ama kusindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti ile. Sijui iliendaje na kuliendaje. Wanasema kwamba mizozo ya wanasiasa ya ziara ya Uhuru pale Ukambani. Katika ukurasa huu pia wanamzungumzia gavana wa Migori Okoth Obado ambaye pia kesi yake wanasema kwamba itaanza kusikizwa Julai 12 baada ya kukawia kwa miaka 3. Kumbuka kwamba hii ni kesi ambayo iliweza kuzua hofu kwa baadhi ya Wakenya, waliweza kumzungumzia vibaya. Kumbuka kwamba Sharon aliweza kuuawa kinyama na mtoto wake ambaye alikuwa bado kuzaliwa aliweza kuwa. Unajua walisema kwamba ni mauaji ya watu wawili. Kwa sababu yule mtoto wa Sharon pia alikuwa bado ni wa miezi 7, hakuwa amezaliwa, lakini waliweza kumuua kinyama. Lakini yale hata Mungu mwenyewe anajua kuna yale mambo ambayo unaweza fanya. Sijasema ni yule ambaye alifanya kile kitendo. Mungu naye unajua Mungu halali. Kila hakika kitendo ambacho ni kizuri. Hata unajua nakumbuka kuuawa kwake kulikuwaga sijui niseme aje, manake alifanywa unyama mwanzo before waliweza hadi mipira waliweza kumrape ilipatikana pale ambayo imetumika. Kwa hivyo ni kama walimnajisi mara ya kwanza, totally wrong, kisha akamuoba vile mapaji yake yalikuwa amekatokatwa. Kwa hivyo unaweza angalia jinsi, alafu kisu kilikuwa kimepenyeza kutoka kwa mgongo kikatokea pale mbele. Ila haikuwa safi, haikunifurahisha hata kidogo. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba Matiang'i atoa ahadi kukomesha utekaji nyara. Unajua siku hizi utekaji nyara umekithiri sana. Umekithiri? Alijiteka nyara. Alafu anaambia bibi yake, "Oya, unajua nimeshikwa naelekea mahali fulani sijitambui hii place. Si unitumie 1,100 nipatie watu kama ransom." Unajua siku hizi utekaji nyara umekuwa ni kama trend. Watoto wakitoka shule pale wanashikwa, wanatekwa nyara. Sasa imekuwa ni kama ni trend. Sasa hivyo wazazi wameanza kuwa na waziwazi, wanapeleka mtoto shule pale, wanapiga simu kusikia kwamba mtoto anaendeleaje. Siku hizi imekuwa ni kama ni trend na ni kama ni maisha imekuwa ngumu. Unajua maisha ikiwa ngumu pia
inajangia vitu mingi huwa sinatendeka. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba kuna yule OCS ambaye anajulikana kama Ann Kanori. Huyu ni OCS kutoka pale Nakuru ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa ufisadi. Aliweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,100 ama 100,000. Katika ukurasa huu wanasema kwamba kuna wandani wa Ruto ambao sasa wamehapa kwamba watafumisha chama cha United Democratic Alliance katika mkoa wa Rift Valley. Wamesema kwamba wataeneza chama hicho. Na ikumbuke kwamba kuna tofauti ambazo zinaendelea kuibuka ili katika uteuzi wa kadhi katika mahakama ya kadhi. Kuna wale wanasema kwamba wanawake kulingana na mafundisho hawafai kuhudumu kama mawakili ama kama majaji katika koti ya kadhi. Wanasema kwamba hiyo haifai. Sasa tofauti zimeweza kuibuka pale. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3, gazeti likiwa ni The Taifa Leo. Na moja kwa moja tuangazie ukurasa wa 2 gazeti hili la The Standard. Leo tunakuangazia kisa cha Tom Mboya ambaye aliweza kuuawa. Tom Mboya alikuwa ni mwanasiasa ambaye alikuwa na vision hapa nchini Kenya. Alikuwa na mambo mengi zaidi aliyokuwa anaangazia. Vile vile alikuwa kinyume na ukopaji hela. The foreign borrowing to sustain development. Here alikuwa against, alikuwa anasema kwamba ni njia moja ya kulemaza nchi ya Kenya. Alikuwa anajua kwamba nchi ya Kenya inge develop tu, inge grow yenyewe tu, kwamba bila kuombaomba kwenda pengine China ulete mkopo ya trillions sijui ni ngapi wende IMF. Alikuwa against that. Vile vile alikuwa anasema kwamba baadaye Kenya itakuwa economically strong, lakini baadaye mengi aliweza kutokea hadi akafiatuliwa risasi. Ilikuwa ni Julai tarehe 5 pale Government Road. Wakati huo ilikuwa inaitwa Government Road, lakini sasa hivi inaitwa Moi Avenue. Aliweza kufiatuliwa risasi na kufa hapo mbele ya watu tu. Haikuwa eti nini usiku mshike. Na ilikuwa mbele ya watu hapo. Ndio hivyo. Wenye walimuua walishikwa. Wenye walimuua hajawahi shikwa hadi leo. Na alikuwa anajulikana. Naam, hajashikwa hadi leo. Kwa hivyo alishutiwa pale kwenye pharmacy moja ambayo ilikuwa it belonged to an Asian friend alipoenda pale kununua dawa. Kwa hivyo ni historia nzuri zaidi, waweza jikumbusha. Ukurasa wa 2 gazeti hili ni la The Standard. Ukurasa wa 3 hapa tunaangazia kuna bill moja, kuna mswada ambao ulikuwa bungeni na uweza kuachiliwa hapo jana, na utaingia watu waweze kutoa maoni yao hadi tarehe 16 Julai hii mwaka wa 2021. Mswada huu una propose kuwa kina mama kama wanafanya kazi waweze kutengewa muda wao na chumba chao cha kubreastfeed watoto wao kama wanafanya kazi. Kwa hivyo tuseme kama ni hapa AGR. Hivi hakuna maternity leave. Ipo, lakini sasa unajua wakati ashaza mtu inakuwa vigumu zaidi. Mtu pengine ni mwalimu anastahili kuingia darasani. Pengine ni wanafunzi pale shuleni. Na kwa hivyo inakuwa ni vigumu zaidi. Unajua kuna wakati ambapo walikuwa wanazungumzia swala hilo, wakasema kwamba wakifungua maternity pale shule ita encourage wanafunzi wao wanazaa. Masi. Sijui Masi umeisikia jambo hilo? Kuna lile jambo ambalo wanasema kwamba pale shuleni kuna wanafunzi ambao wamepachikwa mimba na wamezaa na wanaonelea kwamba ni vizuri waweze kuendelea na masomo. Wanasema kwamba sijui wafungue maternity pale shuleni, ndiposa mtoto kama amezaa mtoto pale anaenda pale tu, ikifika break anaenda kuona mtoto wake na breastfeed and etc. Nadhani kwamba si maternity, ni kitu kama baby care. Ndio hicho bado. Hapana, sio maternity, tofauti sana. Ni mahali ambapo watoto watakuwa pale, labda kuna watu watakuwa na walinda, alafu mtoto akisikia labda mama anasikia kunyonyesha anaenda pale. Na vile vile ilikuwa kwamba watengewe madarasa yao. Wasiingie pamoja na wale ambao wajazaa. Lakini mimi naona huko ni kuwatenga, wasifanye hivyo. Hiyo si kuwatenga, hiyo ni ku encourage watoto wengi wawe wanazaa. Lakini naona hapa haifanyii kwa wanafunzi. Those people were employed. Ikiwa bado kwa hiyo walizungumzia iwe wanafunzi, lakini ikiwa kwa wale employed, I guess tena wanasema pia hata wanafunzi pale shuleni waje primary school kuna mahali. Lakini unajua haijapita bado, iko maoni, watu watoe maoni, lakini ikiwa rais atatia sahihi itakuwa
ni bill inaitwa Mothers Bill 2019. Lakini vile vile ikumbukwe pia si kwa wanafunzi hapo wanasema kwamba lazima hilo kampuni organization lazima liwe na employees more than 30. Shule haina employees more than 30? Nao wapo, sina nasema wapo. Kwa hivyo tuseme kama ni AGR hapa tutakuwa tunatenga Masi akiwa vizuri pale. Tunampea kajumba chake huko anakuja na iko sawa, hiyo iko sawa. Wanasema kwamba kwa masaa 4 ama saa 4 zile ambazo mfanyakazi ama mwanamke anafanya kazi atengewe not more than 40 minutes za kunyonyesha mtoto, na kama anahitaji more than 40 minutes basi lazima akue na instructions from the registered medical practitioner ambaye inahitaji kwamba breastfeed ule mtoto for longer period. Anasema kwamba mtoto anafaa kuwa breastfeeded for the first 6 months. 6 months. Anasemanga ndio mtoto anafaa kunyonya for the last, yani asikule chochote, asikunywe maji, asifanye 6 months. Mimi si mwanamke na sijui vizuri, lakini najua pengine hapo Masi atatusaidia, lakini najua kwamba yule mtoto anastahili kwamba usimpatie uji, usimpatie anything hata maji, hata maji, maziwa, hata maji, anaishi tu na yale maziwa ya mamaye, unaona, ya mamake. Hapo ni najua mimi kwamba hapo ni wakati uko HIV positive. Sana akina mama hapo Kisii miezi 2 tu apatie uji bwana, inakuaje? Mazi ni miezi ngapi? Unajua kwamba si kwamba ni kupenda kwao waweze kuwapa chakula wale watoto, na fikiri kwamba ni ukosefu wa chakula, labda yeye mwenyewe kuna yule hana maziwa, kwa hivyo inabidi ameintroduce Masi kunyima mtoto chakula, vyakula vya maji uji hivi. Kunyima mtoto chakula kwa miezi 6 si ni kumstaafu, si unampea tu kaugali miezi 4, kaugali kidogo. Hayo kulingana na maagizo ya madaktari, hayo hayafai. Kuna yule alikuwa ananiambia kwamba Waluya pale mtoto wa miezi 3 si Waluya. Naona hata akina mama zetu hapa Kisii. Niko very sure mtoto wako ukimwacha nyumbani ufanye makosa tutoke kidogo tu na kijana atoke kidogo tu, umwachie mtoto ugali mara moja, uji hata si ugali, kisha tengeneza pale kidogo tu kamelambishwa. Lakini najiulizaga tu, najua kitambo kidogo wazazi wetu walikuwa nakulisha, unajua niko very sure huko kumaliza miezi 6 waanze kulisha. Sidhani kama nilimaliza, sidhani. Miezi 2-3 hivi wameanza kupambana na ile lingine kina mama wa zamani walikuwa wanapeana ile inaingia tu bila mtoto kukubali. Hata kama hajashika ile lazima tu unywe. Mwanzo unaguza tumbo tu kusikia umeshiba, lakini ile ni kuua tu mtoto lakini siko hai uko sawa. Ile ilikuwa ni kuua mtoto. Sijajua pengine tupate sasa pengine tupate practitioner ama daktari atueleze mbona inastahili like mtoto asilishe chochote kwa miezi 6 awe akiishi na yale maziwa ya mama. Sijui naona ni kama hiyo ni kumstaafu, hiyo ni hapana hiyo. Sijui Masi kana unafahamu wote? Unajua wanasema kwamba viungo vya mtoto havijakuwa kuweza kuprocess chakula ambacho ni solid. Kwa hivyo inahitajika kwamba umpe vyakula vya maji kwa sababu zile internal organs zake hazijakuwa sawa, hazijakuwa complete. Ndio swali, si umpatie uji ni wengine wanapewa uji lakini sababu ya wao kutaka kwanza wanyonye miezi 6 kwamba wanasema yale maziwa ya mama kwanza yako na protection kwa sababu sana ya antibodies ambazo ziko pale inafanya kwamba kuna protection. Sawa, hayo tu ukurasa wa 2 na 3, pengine tuongezee ukurasa. Nikiangazia ukurasa wa 4 ni habari za county. Na leo katika habari za county kuna yale ambayo yamekuwa yakitendeka katika county mbalimbali na ningependa tuweze kuyaangazia. Tukianza na county ya Nairobi. Wanasema kwamba mchakato wa kusaka naibu gavana wa Nairobi uanze. Unajua kuna yule Anne Kananu hivi majuzi aliweza kupitishwa kwamba yeye sasa ni gavana. Anaangosha tu kuapishwa. Hivyo anasema kwamba kuna wale ambao wanatarajiwa, chama cha Jubilee kimeweza kuwatenga watu 4 ambao wanaweza kuwa wanachaguliwa kama manaibu gavana. Kuna wale ambao wanasema kwamba ni Peter Kenneth, kuna mkuu wa ODM Edwin Sifuna,
kuna mwenyekiti mwenza wa Secretariat ambaye ni mpango ya maridhiano ya BBI Dennis Waweru, kuna mfanyabiashara Anne Kagure na aliyekuwa gavana wa Kiambu William Kabogo. Hao ni baadhi ya wale ambao wametarajiwa kwamba wanaweza wania ama wanaweza kimbilia kiti hicho cha naibu gavana wa kaunti ya Nairobi. Na huyu Anne Kananu unajua amekwea pale juu kuwa gavana kwa njia ambayo sijui inaendaje. Najua amewekwa tu pale. Najua Mike Sonko kwa na naibu wake. Wametoa mahali wamemweka tu pale. Siku 2-3 miezi 5 hivi wamesema kwamba yeye sasa ni gavana kihalali. Anangoja tu kuapishwa. Sijui kutakuwaje. Anasema Kenya anything's possible so long as you have money. Katika county ya Baringo wanasema kwamba kuna wabunge watatu ambao watishia kumtimua Profesa George Magoha ambaye ni waziri wa elimu. Kiambu anasema kwamba Kiambu sasa kujenga kiwanda cha kahawa, huku wakisema kwamba polisi wasaka genge hatari linaohangaisha raia usiku katika kaunti ya Migori. Lamu anasema kwamba bandari ya Lamu kutumiwa kuingiza au kutuma bidhaa kibiashara kati ya Indonesia na Kenya. Katika ukurasa huu wa 5 ni habari za dunia na Afrika. Pale ambapo wanasema kwamba Tanzania yapanga kuunda chanjo yake ya COVID-19. Najua sijui Kenya bado ina mpango wote kuhusu COVID-19 ama inategemea janjo ambazo zinapeana. Natumai sasa hivi ni chanjo tu. Kuna nchi ya Uganda walisema kwamba wanazidi kuangazia na washatengeza janjo 3 ambazo ni za COVID-19. Walisema kuna gazeti ambayo tulisoma hapa siku chache zimepita. Museveni anasema kwamba yeye anaendelea kudhibiti, anaendelea kufanya udhibiti ili kuona kwamba kama hizo chanjo zitaanza kufanya kazi. Unajua wao wategemei chanjo kutoka nje. Wao wanashughulikia tu wao wenyewe pale. Tanzania pia naona Samia Suluhu anasema kwamba pale Tanzania ni kama anakuja na Suluhu, anasema kwamba wanapanga kuunda chanjo yao ya COVID-19. Kumbuka kwamba pale Uganda wako katika lockdown, wamekaa lockdown kwa muda sasa, na wanasema kwamba Uganda kuna wanaokiuka kanuni za kudhibiti maambukizi ya corona kuishi jela miezi 2. Ukipatikana pale hujafaa barakoa miezi 2, hamna kutoa pesa. Hamna kiwango cha pesa, ni miezi 2 tu. Unasema jela amefurika zaidi. Sasa najua binadamu ni yule tu. Wanasema kwamba kuna yale ambayo yanaendelea pale Uganda si kuzuri. Kuna Uganda si kuzuri. Watu wamefungiwa pale kwa nyumba, hakuna kutoka nje. Ukipatikana pale tu kama uko nje na umesidisha ule muda ambao wameweka, jela tu. Hakuna kitu, hakuna jambo lingine. Wanasema kwamba watu wengi, kuna visa zaidi ya 1083 na vifo 1900 ambavyo vimeweza kushuhudiwa pale Uganda. Katika habari za dunia wanasema kwamba Vatican kuna yule ambaye ni Papa Francis, wanasema kwamba anaendelea kuuguza vyema wakati alifanywa upasuaji wa koloni katika hospitali moja ya Vatican. Huo ni ukurasa wa 5. Nigeria wanasema kwamba wanafunzi 140 watekwa nyara wakiwa shuleni. Tena sijui Nigeria imekuaje. Na sijui kama ulifuatilia masishi ya TB Joshua. Sikuyafuatilia. Ilikuwaje tu? Kuna yule mhubiri ambaye ni maarufu pale Tanzania. Aliweza kujitokeza akasema kwamba yule TB Joshua si mhubiri. Yule alimuita, kuna jina ambalo alitumia pale. Alisema kwamba yule ni mchawi wa hali ya juu. Lakini masichi yake nilisikia tu aliaga, but kuzikwa ndio sikufuatilia pale. Nigeria imekuwa na visa pale, wamekuwa na vita pale. Najua kuna Boko Haram pale bado. Sijui kuna kwaje pale. Katika ukurasa wa 5 nasema kwamba waasi sasa watoa masharti makali kabla ya kuzima vita. Hapo ni katika Ethiopia pale Tigray. Katika ukurasa wa 6 ni jaribio la mitihani, 7 ni jaribio pia. Tutaangazia ukurasa wa 8 pale ambapo tutaangazia matamshi ya kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Pia tuangazie kuhusu utafiti mpya kuhusu chanjo ya COVID-19. Shukrani sana. Acha niangazie ukurasa wa 4 hapa. Ndio tunaangazia kifo kimoja. Kuna kifo cha Constable John Ogweno. John Ogweno aliweza inaaminika kwamba aliweza kuuawa kutokana na mambo ya mapenzi. Inasemekana kwamba usiku wa Jumapili alionekana akiwa na mwenzake mwanamke anaitwa Corporal Caroline Kangogo kwa hiyo station moja tu.
Lakini sasa baadaye akaweza kupatikana akiwa ameaga dunia akiwa kwa gari lake, na gari hilo the windscreen ilikuwa imeharibika, na vile vile wanasema kwamba kuna uwezekano kwamba manake hawakusikia mlio wa risasi. Pengine aliweza kushutiwa at a close range. Lakini inaaminika kwamba ilikuwa ni mambo ya kuvutana tu kimapenzi na imekuja tu baada ya, unakumbuka waziri wa mambo ya ndani masuala anaitwa nani, Fred Matiang'i, aliweza kusema kwamba kidogo haistahili sasa kwamba ukiwa wewe unafanya kazi kwenye kama polisi ustahili kudate polisi. Manake wanasema heartbreak inakuwa ngumu overcome sana sana ikiwa mnafanya kazi kwa session moja ama place moja. Kwa hivyo kifo hicho kinaendelea, uchunguzi umeanza kufanywa. Kuna picha za hawa wawili ambazo zimechapishwa hapa kidogo kuonyesha kwamba pengine hiyo Caroline anaendelea kutafuta. Vile anasemekana kwamba aliweza kutoroka na pistol ya huyu Corporal Ogweno. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 hapa ndo anasema kwamba ukiachwa achika. Lakini sasa inakuaga vigumu, manake roho ikipenda vile vile imependa. Kuachika pia itakaa ngumu kidogo. Hivyo ukurasa wa 5 hapa ndo tunaangazia sababu ambazo zilileta kwamba Uhuru Muigai Kenyatta akaweza kuacha ile safari yake ya kwenda pale Ukambani. Manake tunajua pale Ukambani kuna viongozi, kuna magavana watatu. Na kila gavana alikuwa anang'ang'ania kuhost the president. Alikuwa anang'ang'ania kuwa kiongozi wa hiyo hafla. Kwa hivyo kidogo hapo jana kutokana na communication from the president waliweza kukatiza, manake wote kama wanapigania waelewane kwanza mambo yakuwe safi kabisa, kisha rais pengine atatembelea maeneo hayo. Kwa hivyo hayo ukurasa huo wa 5. Katika ukurasa huu wa 8 ni matamshi ya Raila ambao wanasema kwamba imekuwa ni vikwazo. Unajua wamesema kwamba Raila ndio, Raila ana mambo mazuri pale, amekuwa akiahidi wa Kenya mambo mazuri pale, lakini ikifika karibu na ama uchaguzi ukikaribia pale, kuna matamshi ambayo yeye anayatumia. Unajua Raila ajui kuficha maneno. Yeye kama ni Edu anasema Edu ni maneno iko namna hii na iko namna hii. Sasa hiyo wapinzani wake wanatumia hiyo maneno yake kumkashifu, na inabidi kwamba wa Kenya wanaweza kuwapigia kura wapinzani wake, inafanya mpaka Raila anaweza kushindwa. Nasema kwamba kuna yale matamshi ambayo amekuwa akiyatumia. Last week kuna yale matamshi ambayo alisema pale kwenye alikuwa kuhusu wapinzani wake. Anasema kwamba kuna mambo mengine ambayo hafai hata kuyataja. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba Matiang'i azime utekaji nyara. Tuliangazia hayo. Utafiti mpya wahimiza kwamba manufaa ya kupokea janjo. Wanasema kwamba hatua ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine mashauri kupokea janjo hiyo hadharani ilisaidia bakupwa kufutia imani ya wananchi. Wanasema kwamba ukipokea ama ukipata ama ukichanjwa dhidi ya COVID-19 inakusaidia wewe mwenyewe na kusaidia jamii yako kuweza kujikimu ama kutopata ugonjwa huo wa COVID-19. By the way, jana niliweza kuzungumza na mmoja kutoka pale Uganda. Aliniambia kwamba nchi ya Uganda hata kama umejanjwa bado utaaga tu. Kama yeyote yule ambaye amekuwa succumbed to COVID-19 hajaipona. Wanasema kwamba wanajaribu yale madawa ambao wanatengeza. Sasa ukipatwa pale wanakujaribia. And they don't care even if you uko sawa, even you die, they doesn't care. Sasa imebidi mpaka wale watu ambao wana COVID-19 wanaendelea kusambaza. Yaani mtu anaogopa kusema kwamba yeye ni COVID-19 positive. Sasa ukienda pale wanakujaribia. Yale madawa Wanatengeza chanjo yao kifyao. Sasa wanaitumia. Waone kama itafanya kikufa. Bado ni sawa. Sijui. Hivyo ndio watu wanajaribia, sijui. Huo ni ukurasa wa 9 katika gazeti hili la Taifa Leo. Katika ukurasa huu wa 10 ni barua. Kuna baadhi ya barua ambazo zimeandikwa. Wanasema kwamba Muturi afikirie kuunga mgombea kutoka maeneo mengine ya nje. Kumbuka kwamba Justin Muturi amejitokeza kwamba atawania urais mwaka wa 2022.
Sijui. Sawa. Mlima Kenya wamepanga style nyingine, sielewi vizuri. Sawa. Sielewi vizuri. Alisema jana kwamba bila shaka kura hizi za Mount Kenya round hii ni kama zitagawanyika. Anasema kwamba yupo pale anagombea urais, sijui haya ni sawa tu. Madiwani wawe na shahada, wao wanasema kwamba Nelson Havi amheshimu Raila na si kumkaribia kuhusu BBI. Wanasema kwamba Kenya haifai kukopa daraja litumike wakati wote. Hayo ni baadhi ama hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Ukurasa wa 11 tutaangazia afya. Kwanza tutaangazia hilo lako kidogo, nipoza niangazie langu. Moja kwa moja ukurasa wa 6 hapa natangazia 3 principals vow to dissolve NASA, sue ODM. Kuna hao vinara watatu ambao ni Mudavadi wa chama cha Amani National Congress ANC, vile vile kuna ule kiongozi wa Ford Kenya ambaye ni Wetangula, Moses Wetangula, vile vile wengine kina Wiper. Anasema kwamba watajitoa NASA. Watajitoa NASA, lakini sasa lazima they'll sue ODM kwamba kidogo kuna zile funds za party zilikuwa misused, hazijulikani zilienda wapi, kwa hivyo zitatumika vile, yani watawashtaki ili waweze kuzisema ziko wapi, zilitumikaje. Najua na ngoja siku sienda mbio ndiposa niona hao wenye wanasema kwamba watatoka pale NASA. Watatoka kweli? Wanaweza toka, manake wanaweza. Waende wapi? Popote tu. Najua chenye kinanifurahisha ni kwamba wale ambao wanasema watatoka pale ni Moses Wetangula ambaye ni senator. Tuna Amani ANC, kuna Musalia Mudavadi ambaye pia ni mtu tu wa chama ambacho hakina hata wabunge hata kuna Kalonzo amesema kwamba atatoka pale. Vile vile. Sijui ambaye ni Watermelon pia. Vile vile kwamba si wanahitajika kuingia NASA. Raila needs them. Vile vile wakikubali wakisema like we not there. Boroso najua hawahitaji sana. Ukumbuke kwamba akiambia Kalonzo kwamba unabweka nini? Hajamwambia kwamba ni siasa tu kumbuka. Lakini to be honest hata kama hawahitaji kwa mtazamo wako tu tunajua kwamba Raila needs them. Anaenda kuwania urais, anahitaji mtu wa maana ambaye sasa Raila anahitaji ni Uhuru Kenyatta, si mtu mwingine. Ni Uhuru Kenyatta ndiye mtu wa maana ambaye anahitaji kwa maoni yangu. Lakini nikwambie ukweli ni kwamba ukipiga hesabu yako vizuri ikiwa Raila atahitaji Uhuru tu bado kidogo itakuwa ngumu. Anahitaji nani? Anahitaji Mudavadi ili aweze kupata zile kura za kutoka pale Luya. Kalonzo yeye ukumbuke kwamba yeye yupo tu pale already. Yeye hawezi Kalonzo, si unajua Kalonzo ni yeye mwenyewe hajasema hayo, unaona. Kwa hivyo kulingana na vile anasema, vile anahitaji kura za pale Ukambani, anahitaji kura vile vile za wapi? Za Bungoma, unaona. Kwa hivyo akiwatoa kwenye kampi yake kidogo atangangana sana kupata zile kura. Unajua sasa hivi Wetangula ataleta watu wake, Mudavadi ataleta watu wake. Kumbuka kwamba pia kuchitoa kwao pia kutawaribia mali. Kuna wale ambao wangependekeza kwamba kinara wa chama cha ANC aungane na Raila. Kuna wale ambao wangependekeza kwamba au vinara wote wa NASA waje pamoja. Sasa pia wakijitoa wamepoteza kura mahali fulani. Inakuaje? Manake hawa watu walikuwa pamoja mlengo wa NASA, sio? Vile vile ikafika mahali kikagonga mwamba, Raila yeye akajitoa, akaingia Jubilee, wale wengine wakabaki pale. Unaona? Alafu tena kuja amemaliza kila waite sasa video. Unajua kuna mkataba ambao walikuwa wamesign Nikidhania huo mkataba ulikuwa unasema kwamba Raila awanie kiti cha urais 2017. Akichukua pale 2022 amsupport mmoja wao. Sasa Raila hakuchukua kiti cha urais 2017. Sasa atamsupportije mmoja ambaye unaweza gawa kitu yenye una? Hujanijibu kwa swali. Nakuuliza swali tena. Tuko watatu, mimi, wewe, Masi. Tunapigania kupata nafasi fulani, lakini imekataa, ijakuwa kiongozi wetu ni Masi. Baadaye Masi ajitoa kidogo aenda kukula na wale tulikuwa napigana na wao. Sisi tuko tu hapa. Baadaye amekula ameshiba, anakuja anamwambia Vidal, sasa nataka si tungekuja hivi. Lakini unajua amekula pamoja.
Wamekula pamoja. Wamekula pamoja. Usitudanganye, wamekula nini pamoja? Wamekuwa wakiitwa pale na rais wakizungumza kwa pamoja pale. Raila au rais aliwaambia waweze kuunda OKA, One Kenya Alliance. Mwenyewe kumbuka kuna wakati tulisoma gazeti, sitakumbuka ilikuwa ya siku gani, walisema kwamba kidogo alitutoka akaenda akakula kwa Kwa hivyo kidogo sasa hivi hata ningekuwa mwenyewe ingawaje mimi niko na kura 5. Mimi mwenyewe ningekuwa singeenda tena pale manake after all hata nikienda huko naenda kumshare kupita. Wale viongozi siasa tu wale tu ni kuwamegea tu kidogo tu sie tu wanaongea ni kusema tu ni njaa tu inawafanya. Wale wamegea tu kidogo uone kama anasa tena itakuwa na nguvu mpya. Ngoja tu. Kwa hivyo pengine nitasoma yale acha nisome yale ambayo Mudavadi alisema. Anasema kwamba it is a process and something will soon happen. There are procedural issues we have to look at before the final decision is made. Alafu anasema kwamba obviously people are working behind the scenes on the matter. Wetangula kupanda yake anasema kwamba what is left of NASA is winding up and accountability issues. Public resources have been channeled to one of partners who has completely refused to account. Vile vile kuna huyo katibu wa chama cha ODM Sifuna alisema kwamba we have never known that amount of money they are demanding from us, the legal and factual basis of that demand. So at least when the matter is in court we will be able to know their claim against us. Kwa hivyo sasa hii unajua hiyo ni maneno ya ODM. Kwa hivyo niseme tu ni Raila amewajibu. Maana wanasema kwamba hawajui hizo hela ambao wanadai. Wanazungumzia. Hivyo pengine ni vizuri waende kotini kutoka kotini wajue ni hela zipi hizo ambazo wanasema kwamba they should be accounted. Hayo ni kwenye ukurasa huo. Ukurasa wa 7 hapa ndio tunaona USCU ama ukipenda the University Academic Staff Union imempata kiongozi ama mwenyekiti ambaye ni mwanamke baada ya Kolal kustaafu. Aliyechukua uongozi huo anaitwa Grace Nyongesa ambaye ni lecturer hapa Kisii University ambaye aliweza kuchukua nafasi hiyo baada ya Dr. Muga Kolal kustaafu. Pengine nitanukuu maneno yake Grace Nyongesa. Aliweza kusema kwamba my predecessor was tough but I promise to be tougher. I am glad to be the first female chairperson of this trade union. Kwa hivyo huyu ni mwanamke wa kwanza zaidi kuwa mwenyekiti katika tume hii. Hayo katika ukurasa huu wa 7. Nikiangazia ukurasa huu wa 8 alafu tuangalie hayo ni kidogo tu. Hapa naona kwamba kuna Raila Ali is now hit out on Ruto war of words after graft escalates. Unajua kuna haya maneno makali zaidi ambayo aliweza kuzungumzwa ambapo Raila kinara ODM alikuwa anazungumzia kuhusu naibu wa rais Samoei Ruto na vile vile William Ruto akamjibu akisema kwamba yeye ndiye akona mambo mengi zaidi. Ningeomba kwanza tukimbie madukani kidogo tu ndiposa turejee. Sijui Masi utatupeleka pale madukani ndiposa turejee tuweze kuiangazia taarifa hii pia, nami nitaangazia taarifa moja huku ili tuone kukoje. Ine kerokende nore ase kaunti ya Kisii gose kaunti chieta naine koryore amubogani asora nyoro bokorani gwekerengo keyo aseri goririke ni dalile libanno ayore ngaro kitagana Parere asensemo ya jogo iliyotoka ase pare kwa Kisii kagenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemingia yoboraro inyora amagoreito yobokarari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shiringi edbweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashiringi emerongo etano chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangari igwetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari igwekerango kegoro ase ligori lianze
Sayansi ne ayeno mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otete gochaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto byabaire buya nabakonyora ebichuchu byerituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibere eyemo isatu isano ibere inye isano inye isano ibere gose 0713 74 5447 oleterwe limo lioka inyora basa toleto basa besa Mtanukuu haya anasema kwamba MPs wonder why Deputy President William Ruto resorted to attacking ODM Raila Odinga for declaring that they could jail corrupt government officials should he ascend to power 2022. Ruto hit out at Raila, accusing him of being beneficiary of graft. The DP led the ODM leader to the KEMSA scandal where certain firms allegedly received millions of shillings for COVID-19. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya viongozi ambao wanazungumza hayo baada ya Raila kusema kwamba when we take charge all the thieves will be taken in. We will ensure that they are arrested and jailed in Shimo la Tewa. Ni hayo tu kurasa uwanani. Asante sana mpenzi mtazamaji. Asante sana katika ukurasa huu wa 15. Kwa ni ukurasa wa mwisho tutaangazia sporti. Pale ambapo wanasema kwamba kuna klabu ya Western Stima nasema kwamba yatoka nyuma na kulasimisha sare dhidi ya Sharks. Huo ni ukurasa wa 15. Wanasema kwamba vikosi hivi vitakashiriki ama vitakavyoshiriki mashindano hayo ya kimataifa jijini Tokyo Julai 23. Olimpiki wanasema kwamba timu shujaa ya Lioness tajwa, huku wakisema kwamba Bandari FC yajiandalia mechi 3 za ugenini. Wanasema kwamba Malkia Strikers kutua Japan Alhamisi, wakisema kwamba katika kaunti ya Nairobi Yego ajiusulu kuwa nahodha wa riadha, huku wakisema kwamba mkufunzi aipongeza Young Boys kutamba, huku wakisema kwamba katika kaunti ya Kiambu marefa walalama viwanja kuwa bofu, kwa wakisema kwamba bondia Nick Okofa atajwa kwa 6 ama atajwa wa 6 duniani. Katika ukurasa huu wa mwisho kumbuka kwamba leo kuna mechi. Sijui kwamba Edu wewe ni mpenda mechi ama wewe ni mpenda sports, unapenda kubet? Kubet hapa kidogo kwa kubet sipendani. Leo kuna mechi, wala ambao ni wapenzi wa soka, leo kuna mechi baina ya Spain na Italia. Najua hao ni baadhi ya wale ambao wanapenda kubet. Kuna Spain na Italia.
nilijaribu kuwa mpenzi wa soka pale. Mpenzi wa soka si mwana kubeta ama kubambo. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tulikuwa tumekuandalia katika gazeti hili. Unaweza pata gazeti lako la Taifa Leo ili uweze kujisomea na kuelewa zaidi yale ambayo yalikuwa yamechapishwa. Lakini kumbuka kwamba leo Spain na Italia zinakanyagana pale. Kwa hivyo acha nimalizie hapo ukurasa wa 10 gazeti la The Standard. Kuna mwanamume mmoja mwenye miaka 71 ambaye aliweza kupatikana kwamba alikuwa guilty for defiling his daughters. Alikuwa niseme ni kuna unajisi kweli, akiwa defile watoto wake wawili. Kuna msichana mmoja ambaye ni miaka 17, kuna mwingine ambaye ni miaka 15. Aliweza kupatikana kwamba aliweza kulingana na Evelyn Enzere ambaye ni principal magistrate, anasema kwamba the accused is found guilty of the offense of incest contrary to section 20 article 1 of the Sexual Offense Act. Sijui ni county gani kwanza? Kisumu. Jua. Vitu zingine ni kurogwa tu. Msana anasema kwamba aliweza kumtembelea babake mzazi. Naam, huyo ni babake mzazi, lakini kuna stepmother mwingine aliweza kumtembelea pale, ndio babake aliingia kwa chumba chake cha kulala. Alienda kuchukua chakula ya kula. Alipoenda pale akaingia kwa room yake na kisu akamwambia isipofanyika hii nitakudunga kisu. Kwa hivyo akakubali. Ikabidi msichana amekubali. Lakini baadaye kesho yake kulingana na yeye alisema kwamba aliweza kuambia mamake wa kambo, lakini mamake wa kambo akamfurusha kumwambia si hapa. Lakini sasa hivi ana mimba ya babake. Babake mzazi. Naam. Hii ni kiandi sijui nitasemaje, lakini ni sawa tu. Sina la kusema. Kuna wale ambao wamepata chanjo ya ugonjwa wa corona ama COVID-19, wanasayansi wanasema kwamba hamna la kuworry about. Msijali, hakuna la kutia shauku, manake mambo yote yako salama. Hii ni kutokana na mambo mengi yamekuwa kitendeka hasa kwenye mitandao mbalimbali. Maana wanasema kwamba ikiwa wewe umechanjwa, kuna baadaye utaanza kutembea, unaweza lemaa mguu mmoja, uanze kutembea kama mzuka. Lakini sasa hivi anasema kwamba hayo hayawezi tendeka. Vile tuna hapa gavana Mombasa Ali Hassan Joho ana kidogo anaweza shikwa, anaweza kuwa jailed baada ya kukosa kulipa faini ya shilingi 1250. Hii ni baada ya koti kumwamuru kwamba aweze kutoa hiyo fine baada ya kubomoa ama illegally demolishing a 2 million perimeter wall ambayo ilikuwa ni ya mwanabiashara fulani ambaye anaitwa Ashok Doshi mwaka wa 2019. Vile kwenye ukurasa huu hapa ndio tunaangazia ODM ambayo imeface dilemma kwa kuwateua viongozi ama aspirants hapa Nyanza seats. Unajua kuna historia moja niliweza kusoma, si historia, ilikuwa ni interview ya Bitok. Kuna jamaa ni mwenye mtandao zaidi, anajiita Gerald Bitok yanamjua. Naam, kuna interview alikuwa nayo. Kuna jamaa mmoja aliweza kusema kwamba hapa Nyanza ikiwa unataka kuwania kiti chochote kwa tikiti ya ODM lazima uwe umetoana hela. Si tu chama cha ODM, ni vyama vyote. Lakini sana alikuwa anazungumzia kile ambayo niko na uhakika nayo kwamba alisema kwamba hata Junet Mohamed ingawaje ako loyal to Raila, anajua mahali ambapo ametoka. Kwa hivyo si lazima, ama kama ni nominations zinafanywa, si eti wewe umekuwa nominated legally kwamba wewe ndio umeshinda. Ni yule mwenye chama kinataka ndiye atakuwa amesamia tikiti hiyo ya ODM. Kwa hivyo ndio naona hapa ODM faces dilemma. Kwa hivyo sijui itakuwaje. Kurasa wa 12 hapa hamna lolote, tutaangazia hapa ni matangazo tu. Kurasa wa 14 hapa ndio tunaangazia ile kesi ya Obado ambayo itaanza wiki ijayo. Baada ya 2 year delay. Ndio imechukua muda mwingi zaidi, COVID, mambo mingi, lakini tena itaanzishwa. Mimi sijui kama hii kesi bado ina nguvu, manake miaka imepita mambo siku zimesonga hadi ile kuna ile simanzi ambao wazazi huwa nayo, pengine hataisha. Sasa hivi wanasema tuishi tu maisha yetu. Vile ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa 14. Vile acha tuangazie ukurasa wa 17. Hamna lolote. Mwisho
Kuna ukurasa wa 19 ni maoni kama kawaida, anauliza should Rironi Mau Summit Road users pay toll? Ni maoni tu. Kuna wale wanasema ni heri watoe hizo hela, na kuna wale wanasema kwamba si vyema kutoa hizo hela. Kwa hivyo ni maoni tu ya Wakenya. Sijui maoni yako ni yapi? Hayo ni kwenye gazeti zima la The Standard, na ikumbuke vile vile haya tumeyapitia, si yote tu yamenakiliwa kwenye magazeti haya. Waweza pata nakala hapa, unaweza pata gazeti la kwako uweze kujisomea kwa mapana na marefu. Yeah. Kumbuka kwamba tunakutana katika mpango mzima wa Zeri Obotaka kuanzia mwendo wa saa 4 hadi saa 7 pale ambapo tutaangazia story yangu, tutazungumzia mawili matatu katika mpango huo wa Zeri Obotaka. La kwangu ni Fidel Omosho. Kumbuka kwamba ku-like na subscribe to our YouTube channel AGR News. Vile vile tukutane kwenye meza hii saa 1:30 kila siku ili tuweze kukujuza mengi magazetini. Niite Edwin Mokaya. Kabla mjatoroka pale, kabla mjaenda, nina salamu kadhaa hapa, ningependa pia nyinyi mwasalimie wale ambao wamewasalimia. Kunaye Edwin Datemo, kuna nani Dennis Obare, kuna Masereka Bahodoni kutoka kule sehemu za Burundi, kuna Geoffrey Wendi na Mnyamoza, Christine Ombasa, pamoja na Vincent Mesati na Lorraine Sonia Spineka, kama wanasema wanawasalimia sana Edo na Videle. Mnawaambia vipi? Najua Edwin kuna jamaa ambaye si jamaa mzuri. Edwin anasema amekuwa na birthday. Amekuwa na birthday siku ya Jumapili. Lakini hawezi hata sema bana. Hivyo tusema ana kesi ya kujibu. Ana kesi pale kwa sababu unajua nilikuwa katika mpango mzima wa saa ya Mkatoliki. Sasa mimi shabiki mmoja ananiambia, bana, leo ni birthday ya Edwin, mimi nashindwa itakuwaje?" Sijui kama kuna keki ambayo imepaki pale, utumegee nazi tuweze kumumunya. Sawa, tumeshukuru. Asante sana kwa kututazama. Haya, shukrani sana. Ni kikosi cha wana magazetini ambao wameondoka baada ya kupasha mawili matatu ambayo yameangaziwa kwenye gazeti la Standard pamoja na gazeti la Taifa Leo. Tukimbie madukani kidogo, nikirudi tutakuwa tunazungumzia ile story ambayo nilikuwa nimekuahidi hapo jana. Asante sana kwa kuendelea kusikiza na pamoja kutegea AGR FM. Kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amubogani asora nyora bokorari gwekerengo keigoro ase rigori rike bono